Clouds TV, empowering lives. Okay. Asante sana. Muda mwingine huu tunamshukuru Mungu kwa sababu ya mapenzi yake makubwa. God has been faithful in every action, in every move that we are doing. And today niko hapa kwa sababu ya swala moja nzito ambalo liegemea kanisa la Kristo. Na swala hili nimewahi kulizungumzia kwa muda kuhusu mambo fulani hapa na pale. Mambo ya sana sana yametokana na kidini na uhasama baina ya dini ya Kikristo, dini ya Kiislamu, dini ya watamaduni, dini zingine nyingi ambazo zimekuwa tukingangania sana. Nakuta Wakristo wanagugumizwa na tunapata pia Waislamu pia kwa upande mwingine wanazuiliwa. Juzi nimeona pale Isli, Kenya, Waislamu waliwazuia Wakristo kuhubiri. Na sijasikia mtu yote ambaye anazungumzia lile neno. Sijasikia bishop yote akibishop, sijasikia imam kwenye misikiti yote katika taifa letu wakikashifu lile tendo la Wakristo kuzuiliwa kuhubiri kule Isli. Maana kule Isli ni kama limekuwa ni eneo takatifu kulingana na dini ya Kiislamu, eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya Uislamu. Na kwa sababu kuzuia watu kuhubiri kama kwamba hakuna uhuru wa kufanya jambo lile. Kwa hivyo ningetaka tu kuliguzia ili neno ambalo limetendeka Kenya, na pia uhasama mwingine. Kuna wakati mwingine niliona watu waliotoka Amerika ambao walikuwa wazungumzia kuhusu Yesu mweusi pale karibu na kanisa la Peter Manyuru, na walizuiliwa, wakafukuzwa, wakakamatwa na wakapigwa na wakajeruhiwa. Sikuona mtu yote ambaye alizungumzia lile neno ama kuzungumzia lile tendo, maana it is beyond the freedom that we have, the freedom of worship, the freedom of association. And as long as you are not interfering with others, we are not interfering with the law, and you are not interfering with the processes that you are required to be in. But above all, the same thing has been witnessed in Tanzania. Mari Askofu Gwajima, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kawe, ambaye juzi tu kwa sababu ya kukashifu serikali na kuuliza maswali ambayo ni maswali nyeti ya kwamba kuna watu wanapotea. Maana hiyo ndio kazi na ndio jukumu ya mchungaji. Mchungaji ni mchunga kondoo, na kondoo anapopotea, hiyo ndio kazi yake ya kuuliza kondoo wanaenda wapi. That's the thing that you have to. Kondoo wangu wanaenda wapi? Awe Muislamu, awe mwizi, awe muuaji, awe whatever you want to call it. Awe mwanasiasa, asiwe mwanasiasa, ni binadamu, na binadamu wote wamewekwa kwenye mikono ya wachungaji. Maana wachungaji ndio walinzi, ni ambassadors, ni watu ambao ambassadors ambao wamepatiwa responsibility na Mungu, ndio waweze kuchunga watu wa Mungu. Wewe ni Muislamu, imamu yumo mahali pale. Wewe ni Mkristo, kuna pastor, kuna bishop, kuna archbishop, kuna watu maaskofu hapo, na watu kazi yao ni kuangalia hawa watu wa Mungu wanaishi namna gani. Kwa hivyo kunapotokea jambo lolote la unyanyasaji, jambo lolote ambalo linapitia watu kukosa amani, watu kukosa sababu na kusudi ya kuishi katika dunia hii, ni mimi nikiwa mchungaji niko na ruhusa ya kuuliza ni kwa nini. Hasa kule Tanzania tumeshuhudia visa vya kinyama kutoka kwa Rais Suluhu, ambao unaona kuna Wakenya pia walienda kule wakashikwa. Boniface Mwangi alikamatwa na akalawitiwa, wanaume wakalala na yeye sehemu yake nyeti. Mwanamke mwingine kutoka Uganda ambaye ni wakili pia naye akapitia yale. Wanasiasa Tundu Lissu na wanasiasa wengi wamepata kupitia magumu sana. Ikana kwamba Tanzania sio nchi ambayo sio East Africa. Wakati wanaharakati wa Kenya walisafiri kule, kama vile Nyerere alivyofanya wakati alimuhifadhi Mandela. Kumbuka Tanzania mpaka wimbo wa taifa wa South Africa umeibwa kutoka kwenu. Kumaanisha Nyerere ndiye aliweka msingi wa kupigania haki za binadamu na kutetea wanaharakati wa aina yote ile. Ila kusudi tu, yani licha tu awe ni Mwafrika mwenzake, anapigania uhuru, anapigania watu wake,
Nyerere aliweka msingi thabiti katika East Africa na Afrika nzima ya kwamba kuhifadhi watu wa kwenu kwa ajili ya kupigania harakati mbalimbali. Mtu kama anaitwa Museveni alikulia Kenya, alipigania vita akiwa Kenya. Tukampatia hifadhi, tukampatia heshima yake, akaishi Kenya, akatumia pesa za Kenya, akatumia wananchi wa Kenya, akatumia simu za Kenya, akatumia magari ya Kenya, barabara za Kenya, akatumia fedha za wananchi wa Kenya. Akapigana kule Uganda na akapata kuwa rais mpaka sasa. Rais Kagame amekuwa Kenya, ameishi Kenya, na alipokuwa akipigana vita kule Rwanda ndio apate ukombozi wa Rwanda. Alitokea Kenya, alikuwa Uganda, alikuwa Tanzania wakati ule wakipigania. Aliishi nchi kwa sababu hapa ni mahali pa kila mtu. East Africa ni nchi ama ni sehemu ya Afrika, ni section moja ambayo inazungumzia amani na inapenda amani. Na mgeni anapokuja kutembea tunamshika kwa mikono miwili mizuri. Haijalishi kama alikuwa mbaya ama anaitwa gaidi, lakini tunampatia hifadhi. Tundu Lissu alipopigwa marisasi alikuja Nairobi, akatibiwa Nairobi. Wakati Magufuli alipokuwa na matatizo, kuna ruma ati ya kwamba alikuwa Kenya akipokea matibabu. Pia wakati ule anaitwa Suluhu ndio uweze kupata kusapotiwa ndio ukuwe rais wa Tanzania. Rais wetu Uhuru Kenyatta alikuunga mkono, akakusupport na akakupigania, na waka make sure ya kwamba nchi ya Tanzania haipati kuteleza hata kidogo kwa sababu ya sintofahamu ambayo iliyotokea kutokana na kifo cha Magufuli. Rais wa Kenya, rais wa Tanzania, rais wa Uganda, rais wa Rwanda, rais wa Burundi, rais wa DRC, rais wa Sudan, wote kwa pamoja, maana ni muungano wa East Africa, walikushika na wakasimama na wewe vizuri na wakakusimamisha na wakasema utaendelea, na ukaendelea mpaka hapa. Sasa umeinuka baada ya kukaa vizuri na kukaa kwa njia nzuri, umeinuka kinyume na ushirikiano wa East Africa. Martha Karua, jaji mkuu mstaafu, wakaja Tanzania, huku hapa heshima hata kidogo. Kama viongozi hawakuja kuvuruga amani, walikuwa nakuja kushiriki pamoja na mfungo wa kisiasa Tundu Lissu, lakini uliwafurusha ukawafukuza katika Kenya. Kumbuka kuna Watanzania wengi walio katika taifa la Kenya kwa ajili ya mambo ya kisiasa. Lowassa alikuja kwa sababu ya mambo ya kisiasa, alikuwa anapinga serikali, lakini alipokuja tulimshika vizuri, tukampatia hifadhi mpaka wakati alitaka kurudi kwao, karudi kwa njia nzuri. Watanzania wengi walifanya hivyo. Tundu Lissu walifanya hivyo, walikuwa wanapinga serikali, lakini serikali ya Kenya haikushirikiana kwa njia yote ile kutoa ama kufanya jambo ambalo linaweza kufanya kuonekana kama tuko against mtu ambaye anapigania uhuru wake, kwa sababu kusudi tu hajaribu amani ya nchi. Na sidhani Martha Karua alikuwa ameharibu amani ya nchi. Sidhani jaji mkuu Willy Mutunga aliharibu amani ya nchi. Sidhani Mwangi na huyu mama kutoka Uganda kuna amani ya nchi walikuwa na furuga. Na kama walikuwa na vuruga amani, mungewastaki, wangepelekwa kwenye mahakama wastakiwe kama wana East Africa, sio wa Kenya, kama wana East Africa na watu ambao wamefanya mambo maovu katika nchi. Sasa tendo ambalo mimi limefanya nikazungumzia hili neno ni kuangalia, kwa sababu nimekuwa nikizungumzia sana uhasama wa kidini. Na hapa Kenya nikalizungumzia wakati dini la Kiislamu limetaka kuinuka kwa njia kubwa kujaribu kupiga dini la Wakristo. So mimi kwangu katika sheria na mujibu wa sheria unasema kila mtu ako na uhuru wa kuabudu. Hakuna mtu anafaa kuzuia ama kutumia dini kunyanyasa wengine. Hapa Kenya tulipoona Waislamu wanataka kuinuka mepenya kwenye serikali kujaribu kuvuruga dini zingine ama kuvuruga maisha ya watu wale wengine, tuliinuka kwa pamoja tukakemea lile jambo na lile jambo likashuka. Sasa wewe Samia Suluhu umefunga kanisa la Gwajima eti kwa sababu ya maombi ya siku 7. Alisema anataka kukuombea wewe, kuombea makamu wa rais, kuombea waziri mkuu, kuombea bunge, kuombea mapolisi, kuombea taifa nzima, kuombea wanani, kuombea amachinga, kuombea wale watekaji nyara wote.
Na akasema Tanzania na CCM sio inchi iliyohasisiwa na Nyerere kwa ajili ya kuteka watu nyara. Kenya tumekuwa na jambo kama hilo, lakini tumeinuka kwa pamoja tukalizuia. Kitu ambacho unakifanya Suluhu ni kwamba you are inviting a system that will come to fight you. The kind of trend ambao unatengeneza itakuwa na uhasama mkubwa baina ya dini ya Kiislamu na dini ya Kikristo Tanzania. Nyerere alifanya jambo kubwa, akatushinda sisi wa Kenya katika kuleta umoja wa makabila. Kukakuwa kuna makabila mengi karibu 150, lakini hawajajitambulisha kwa makabila yao kama sisi wa Kenya tulivyojitambulisha kwa makabila yetu. Lakini jambo unalolifanya kufunga kanisa kwa sababu mtu ameuliza swali, hawa watu wanapotelea wapi? Hawa ni kondoo wake, hawa ni wafuasi wake, ni wafuasi wa dini ya Kiislamu, ni wafuasi wa dini za Kikristo, ni wafuasi wa dini za kitamaduni, ni wananchi tukufu wa jumuiya ya East Africa, ambayo kwa sasa tunaamini ya kwamba hamna mpaka kati ya Kenya, Tanzania na Uganda, Rwanda na Burundi, maana pasipoti zote ni za rangi moja na zimeandikwa East Africa. Tuna wimbo mmoja wa taifa la East Africa ambao tunauimba kwenye institution zetu zote. Tunaimba kwenye shule. Watoto wetu wamefundishwa wimbo wa East Africa. Kwa hivyo mimi ninainuka kama mchungaji hapa Kenya. Ninaitwa Apostle Ndora wa Roinge. Ninasema hivi, jambo ambalo Suluhu umelifanya ni jambo la kinyama, ni jambo la kishenzi, ni jambo ambalo halina misingi na halina binadamu. Makanisa ya Gwajima, kanisa linaitwa The Glory of God. I don't know whether the Glory of God. Makanisa hayo si kuomba na kuamuru Samia ndio uweze kuepukana na kichapo cha kiungu, maana utakipata kabla uchaguzi ufanyike. Kichapo ambacho utaenda kukumbana nacho hakijawahi kukutana na mtu yote katika Afrika nzima. Kabla jambo hilo halijafika, ama kabla hujafikiria kufanya jambo lingine, kanisa la Gwajima lifunguliwe mara moja. Namba 2, uache kuteka watu nyara, maana watu hawa Mungu akiwa mbinguni anakuona. Hivyo navyofanya, kitendo kama hicho kitafanyika kwako. Whatever you are doing to others, it shall come to pass to you. Maana there is something that is God is about to do to you and your family and the people that are working with you. Umeshurutisha kila mtu. Umeshurutisha wanasiasa, umeshurutisha mpaka chama. Umekichukua katika misingi ya dini ya Kiislamu ya magaidi. Si dini ya Kiislamu iliyo na ufasaha mzuri. Umekuwa gaidi wewe mwenyewe. Gaidi la kupiga watu wale wengine, kufunga watu wale wengine, kuua watu wale wengine. Na kashifu tendo hilo kwa moyo wangu, kutoka kwa moyo wangu. Na kwa njia yote, na kwa niaba ya makanisa wote ya Kenya, tumeunganika pamoja kuhakikisha ya kwamba haki na ikatendeke juu ya kila mtu Mtanzania. Maana hapa Kenya Watanzania wapo. Wafanyikazi tunaofanya kazi nao wengine ni Watanzania. Wafanyikazi wa Kenya wengine wanaishi Tanzania, tunao watu wanaishi Tanzania wa Kenya. Wanabiashara wa Kenya wanaishi Tanzania. Wengine wanaishi Uganda, wengine wanaishi Rwanda, wengine wanaishi DRC, wengine wanaishi Ethiopia, wengine wako Sudan. Tendo unalolifanya litalete uhasama dhidi ya mataifa ya East Africa. Na kuna siku watu watakuinukia, na nataka nikuhakikishia kwamba si vigumu kwa mara ya kwanza kabisa CCM kukosa kiti cha urais. Si vigumu kwa mara ya kwanza kabisa CCM kukosa wingi wa viti bungeni. Kwa hivyo ni ufanye jambo la busara kabisa, uhakikishe ya kwamba kila kitu kimeenda vizuri. Pia ni vizuri kama mama ukatunze watoto wenyewe. Jinsi unavyomtunza mtoto wako, ukatunze watoto wenyewe. Na ndio tuweze kuwa katika nchi na Afrika
Vile vile marais wote wa Afrika, wa East Africa, akiwemo pamoja na Ruto, akiwemo pamoja na Museveni, akiwemo pamoja na Kagame na ule wa Burundi, wa Burundi na Tshisekedi pamoja na Salva Kiir. Ni vizuri marais wote muingilie kati kuangalia ni vipi Tanzania itazuiliwa kuingia katika hali ya sintofahamu, kwa sababu na ubatuli na ugumu na umang'aa ambao umedhihirishwa na kikundi kidogo ambacho kimemzingira Mama Samia. Mama Samia anaweza kuwa ni mama mzuri, lakini kutokana na kukua pamoja na watu ambao makusudi yao na nia yao ni kutumia nafasi hii kujinifausha wao wenyewe, lazima tulikashifu neno hili, na kila mtu katika East Africa aamuke kuzuia tendo kama hili. Kila mtu katika East Africa atoe sauti yake. Tanzania ni Kenya na Kenya ni Tanzania. Tanzania ni Uganda na Uganda ni Tanzania. Tanzania ni Rwanda na Rwanda ni Tanzania, maana we have families across border. Katika boda ya Kenya na Tanzania tuko na Wamasai pande zote mbili. Katika boda ya Kenya na Uganda tuko na Wakaramonjong, tuko na watu kutoka Busia, wote tunashiriki pamoja. Kuna Wajaruo wa Kenya na kuna Wajaruo wa Tanzania. Kuna Jaruo wa Kenya, kuna Jaruo wa Uganda. Na we are brothers, we are sisters. We have every obligation to make sure that whosoever that tries to intimidate or to destroy the fabric, the good fabric of East Africa, must be stopped at every clearest way. We must come up and rise up against the demonic nature. Now, nataka nizungumzie hili neno kwa njia nyingine tofauti kidogo. Why is the attack on the church in Tanzania? The attack of the church in Tanzania, it is a larger plan that is planned to be initiated in the whole of East Africa. And this has been an agenda from the Abuja Declaration to make sure nations subscribe and follow Sharia law. Kile Samia anachokifanya kule Tanzania ni anaandaa wakati wa kuingiza Watanzania wote kwenye sheria ama sharia ya Kiislamu. Ndio kila mtu atii na akae kulingana na sharia za Kiislamu. It is just but a preparation. Kenya walikuwa wamejipanga kwenye serikali vilivyo, walikuwa wamechukua wizara zote ama idara zote za ulinzi zote, na walikuwa wamezikamata vizuri, na walikuwa wamejiandaa kwa ajili ya kufanya hivyo. Lakini tulipojua, tuliinuka na tukakataa, na kutoka siku hiyo mawaziri waliokuwa ambao walikuwa wameshikilia idara ambayo inahusika na ulinzi wakaondolewa, wengine ambao walikuwa kwenye polisi wakaondolewa. Kumebaki wachache, maana pia ni wa Kenya, hatuwazui na hawatazuiliwa, lakini agenda iliyofiche ndio sasa imeondolewa Kenya, imepelekwa Tanzania, ndio waweze kudhulumisha wana CCM ambao ni Wakristo ambao wanashangilia huyu mama. Kuna wakati kulingana na mipango yao pia nyinyi mtakuja kulia. Kwa hivyo ilindeni East Africa isiwe inchi ya kidini, isiwe inchi ya dini la Wakristo wala dini la Waislamu, lakini iwe a nation where freedom of worship is experienced, where no single religion ambayo itadominate any other, where all the religions will be equal before the eyes of God and before the constitution and before the law. Kwa sababu what is about to happen is about that they are organizing strategically, putting in place, just as they have done in Nigeria, where now Christians have no power, Christians have nothing to say, they have got no say at all. They have been limited, they have been strangled, they are not able to speak, to say. Na waliinua vikundi kama Boko Haram. Boko Haram ilikuwa imesapotiwa na wale ambao walikuwa kwenye serikali. Ndio Wakristo wa maeneo mengine wafurushwe na wakozeshwe amani. And that is how the Islam has gained authority, supremacy in Nigeria. Now Christians are intimidated. Whatever they're doing, they are completely intimidated. This one was tried in Kenya, but it has failed, and it will fail, and nobody will attempt. And for the sake of the revival,
of the gospel of Jesus Christ, freedom must be protected at all costs. Kwa hivyo anyone, wachanini na siasa za CCM, siasa za kikabila, siasa za Gwajima. It is not about Gwajima. It's not about his church. It's not about what is happening. No, it is about Christianity being muscled. Whatever they are trying to do is to muscle the entire system of Christianity so that they can take foothold and to stop everything that is happening in East Africa, because they want to suppress the economy, they want to suppress the welfare of the people around, to stop any and everything that is happening, so that the Muslim the radical Muslim plan, or the Abuja Declaration, can be grounded from Tanzania towards East African nations. Therefore, we are not against. I'm not against the Muslim Brotherhood or anything that is concerning Muslim, but the agenda to suppress Christianity is what I'm against. We have the freedom, we have the power, and every person has a freedom to worship whatever you want to worship, and nobody is supposed to intimidate. Therefore, I'm asking my brothers and sisters in Tanzania, pastors and bishops wherever you are, and the brothers and sisters in Kenya, pastors and bishops, and also in Uganda, in Rwanda, in Burundi, in Ethiopia, in Sudan, in Somalia, wherever you are Christian. This is the time to rise up and defend Christianity and defend any aggression against Christianity. Because if the agenda in Tanzania succeeds, it will succeed in Kenya. It will succeed in Rwanda. It will succeed in Burundi, DRC. It will succeed. Let's have nations that are not religious, secular nations where everybody has a position to worship their God. And worshiping God should not be limited. And nobody, a Muslim for that matter, in the name of the president, has no right to shut down any system that is of a Christian. Therefore, let us work hard. Let us move. Let us do everything possible to make sure this religious but barbaric acts does not or will not be entertained by anybody. And we demand immediate opening of the Gwajima churches. Gwajimanization, it is what we call that is personal philosophy, and which should be held personally to that person. Don't intimidate other people who are worshippers. It is Gwajima whom you should go for, not Christians, not Christianity, not a church. I want to demand again and again, East Africa is one nation. East Africa does not belong to Suluhu Hassan, does not belong to Kagame, does not belong to Rwanda, does not belong to Ruto, nor does it belong to Museveni, nor Salva Kiir. It belongs to the entire population of East Africa. The East Africans are peace-loving and God-loving. God bless you. Thank you. Bethel Clouds TV, empowering lives.